Ninataka kuzungumza kwa habari ya majibu ya Mungu kwa mtu anayeomba. Na klipu nilishataja majibu matatu, kwamba jibu la kwanza ni ndio sasa, jibu la Mungu la pili ni ndio baadaye, lakini jibu la tatu ni hapana. Na kwenye klipu iliyopita nilizungumza kwa habari ya jibu la Mungu la kwanza la ndio sasa, ambao nilielezea kwa sehemu kwa kuzingatia Biblia. Lakini leo nataka nizungumze kwa habari ya jibu la pili la Mungu kwa mtu anayeomba, ambalo ni jibu la ndio baadaye. Yaani anakujibu lakini atatenda baadaye. Ukianza kusoma kile kitabu cha Mwanzo, utaona Ibrahim alikuwa ana uhitaji wa mtoto. Biblia inaeleza kwamba alipata mtoto akiwa mzee pamoja na mke wake Sara. Walipata mtoto Isaka wakiwa wazee. Kwa hiyo, na sio kwamba waliomba kwa muda mchache, waliomba kwa muda mwingi, kwa miaka mingi sana. Na Mungu alikuwa amewajibu kwamba nitakubarikia uzao wako kama vile mchanga wa baharini, kama vile nyota za angani. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 12, Biblia inaeleza kwamba wana wa Israeli waliteseka kule Misri kwa miaka zaidi ya 430. Yaani miaka 430 wana wa Israeli wanateseka, na bado wanamuomba Mungu kwamba awaokoe na mateso, awaokoe na udhalimu waliokuwa wanapitia wakiwa Misri. Na baada ya miaka hiyo, Mungu akamwandaa mtu aende akaokoe wana wa Israeli. Kwa hiyo majibu ya Mungu mengine ni ndio, lakini baadaye. Kwa hiyo, na ubaya wa sisi wanadamu ni kwamba tunataka tukiomba Mungu atujibu hapo hapo. Sasa hiyo itakuwa ni mbaya kama utakuwa na mtazamo wa kujibiwa hapo. Lazima uwe na mitazamo pia kusema Mungu anaweza akanisubirisha. Mungu kama baba yetu anaweza akanisubirisha kwa sababu anazoziona yeye, kwa sababu kulingana na mapenzi yake anaweza akanisubirisha. Kwa hiyo unaweza ukaomba, lakini majibu au utendaji wa Mungu ukawa ni wa baadaye sana, lakini akikuahidi atatenda, ni lazima atatenda tu. Mungu akubariki sana.